Naitwa Baraka Leonard Mwahagama, ni afisa kilimo lakini ni mtaalamu wa afya ya udongo kutoka halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. Leo tupo hapa katika kijiji cha Kitomondo. Tumekuja kufanya zoezi kubwa la kutoa elimu ya afya ya udongo. Tumewapa elimu muhimu kwa kupima udongo kabla ya kulima, umuhimu wa kujua udongo una kiasi gani cha virutubisho ili aweze kupata ushauri wa kupata mbolea inayohusika kwa zao husika ambalo anapanda. Kwa hiyo tumefanya mafunzo yetu hapa, wakulima wameelewa vizuri, wameuliza maswali ya kutosha, lakini pia tumeenda kwenye shamba kufanya kwa vitendo namna ya kuchukua sampuli za udongo. Na hili zoezi mnalifanyaje? Mnafanya kwa sehemu ngapi au mmeanza kufanya lini na mnategemea kufanya sehemu ngapi katika halmashauri ya Mkuranga? Katika halmashauri ya Mkuranga zoezi letu tunalifanya kwa vijiji vyote 125. Kwa hiyo mpaka sasa tumeshatembea, kata zetu ziko kata 25, vijiji 125. Kwa hiyo mpaka sasa hii ni kata ya 23 ambayo tumefanya, na kote tunaonyesha wakulima wana mwitikio mkubwa wa kujua afya ya udongo na kupima udongo kwa ujumla. Kwa nini tunapima udongo? Kuna faida gani ambayo mkulima anaipata akipima udongo? Kwa nini asilime bila kupima udongo? Faida moja hapo ya kupima udongo kwanza ni kujua uchachu wa udongo, yani pH. Lakini ukishajua pH pia kipimo chetu kinaonyesha nitrogen iliyopo kwenye udongo, phosphorus iliyopo kwenye udongo, potassium iliyopo kwenye udongo. Lakini pia unaweza kupima uwezo wa udongo kunyonya virutubisho, uwezo wa udongo kuruhusu virutubisho kunyonywa na mizizi ya mimea. Kwa hiyo mkulima akipima udongo itamwezesha yeye kufahamu ile tindikali iliyopo kwenye udongo ipo kwa kiwango gani, na je aongeze chokaa ya kilimo kwa kiasi gani ili kurekebisha ile tindikali ya udongo. Lakini pia itamwezesha yeye kufahamu katika virutubisho ambavyo vinatakiwa kunyonywa na mizizi, nitrogen, phosphorus, potassium na hiyo organic matter, aweke kwa kiasi gani, atumie mbolea gani na kwa kiwango gani. Huo ndio umuhimu mkubwa wa kupima afya ya udongo. Hii itamfanya mkulima asilime kwa mazoea, asiweke tu mbolea bila kujua. Sasa mwitikio upo vipi toka mnaanza hizo kata ambazo 23 mmetembelea, na sasa mwitikio wa wakulima upo vipi? Mwitikio wa wakulima ni mkubwa sana kwa sababu walikuwa walifahamu hili zoezi, lakini sasa tumewapa uelewa, wanaelewa. Kwa kweli mwitikio wao ni mkubwa. Wengi walijitokeza kupata hiyo elimu wanaonyesha kuwa na hamasa kubwa ya kuchukua udongo na kuleta ili waweze kupimiwa. Ukiachana mwitikio, je, kwa wao wakulima mpaka sasa wanaonyesha athari zote au faida tayari wameshaipata kutokana na zoezi hili la upimaji wa udongo? Wakulima walio wengi kwa sababu walikuwa bado hawajafahamu hili zoezi. Kwa hiyo nafikiri baada ya kupata hii elimu sasa wamepata mwamko mkubwa wa kupima, kwa sababu ni wengi wanatumia mbolea, wanalima mazao ya bustani, lakini walikuwa hawajui kwa nini wanatumia hizo mbolea. Kwa baada ya kupata hiyo elimu sasa watajua, ripoti wakipata itamuonyesha kwamba atumie mbolea gani na kwa kiasi gani. Na kwa sasa wataanza kulima kwa tija. Wengi wana kiu ya kuhama kulima ile kwa mazoea ili waende kufanya kilimo kiwe cha kisayansi zaidi. Ombi sasa kwa wakulima, unaomba kitu gani wakulima katika zoezi hili la upimaji wa udongo? Wakulima walio wengi wanaomba zoezi hili liwe endelevu, lakini pia hawa ambao tumefanya, maanake utaratibu wetu ambao tunazunguka kwenye programu hii ya kufanya zoezi la udongo lijulikane, tunapima kila kitongoji wakulima 5. Kwa hiyo kama hapa Kitomondo kuna vitongoji 4, maanake hapa tutakuwa na sampuli 20. Kwa hiyo wakulima tuliopita na kuwapa elimu wanaomba zoezi la upimaji lifanyike haraka ili wapate majibu kabla ya mvua hizi za vuli, waweze kujua ile ripoti yao ili waweze kutumia mbolea kwa kiwango kinachotakiwa. Sasa unawaambia nini wakulima au wananchi kuhusu swala hili la upimaji wa udongo? Wananchi na wakulima kwa ujumla tunawashauri wachukue sampuli hii elimu tuliyowapa wakaitumia, wachukue sampuli za udongo, walete muda wote, tutawapimia na kuwapa matokeo yao na kuwapa ushauri. Au unaweza ukampa mkulima hiyo ripoti na asijue namna ya kuitumia, namna ya kuitafsiri. Kwa sisi ambao ni wataalamu tutahusika na kuitafsiri hiyo ripoti ili aweze kulima kwa tija kufuata hiyo ripoti ya udongo ambayo imetolewa.